Madam, hata mimi pia sielewi kabisa nini kinafuata baada ya haya. Kikweli sielewi kabisa. Niachie hapa, kwangu hakuna jambo hili. Pia kuna store ya mzigo wa madini nilitakiwa kwenda serikalini kutafuta utishe, na huko hakutakuwa na vita kwa sababu watu wetu pia watakupatia nusu ya mzigo. Sawa madam, nimekuelewa, ila nina hofu sana. Ingawaje umeniambia kuwa karata ya mwisho utacheza mwenyewe pale tu mambo ambapo itakuwa magumu. Naelewa unamaanisha nini. Vita vitakapopamba moto itabidi nitumie karata yangu ya mwisho. Ondoa wasiwasi. Sijawahi kuwa na show mbovu. Ni kwa hili tu nitafanya zaidi ya hapa. Unajua sijawahi kukuangusha tajiri. Ni kweli humo ndani ni kiasi cha pesa, lakini pia kuna kibarua cha siri sana. Hiyo kazi ni private, ifanye kwa makini zaidi, itakuongezea umaarufu wako lakini pia itakubadilisha maisha yako. Karibu. Nadhani bosi wangu unanijua vizuri. Mimi ni mtu makini sana katika kazi. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi na hiyo. Nitajitahidi kadri ninavyoweza. Mambo yataenda kama yalivyopangwa. Sawa sawa. Kuwa makini sana. Na usimwamini mtu yoyote yule isipokuwa mimi pekee. Sawa, na asante sana kwa ukarimu wako. Kuna watu wanaromba ya kiasi haifai, haifai. Wamevaa ngozi ya kondoo kumbe ndani chui. Inabidi nimfuatilie huyu binti, nimjue ni nani. Inawezekana anahusiana moja kwa moja na MV.
mke mzuri wa Afande Thomas. Hakika amepata mama bora wa familia. Hapana bwana, sio hivyo. Acha kunipaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Unajua hata mimi natamani kufanya kazi kama huyo. Ila tu ndo hivyo. Kishaolewa. Wewe ni mama tu wa nyumbani, kula, kulala. Nafikiri na mimi nimechukikosa nyumbani kwako. Hivyo basi hauna haja wewe kufanya kazi. Sawa kipenzi? Lakini hata kama napata kila kitu, unajua sisi ni binadamu, kuna leo na kesho. Simwombei mume wangu mabaya, lakini kinaweza kumkuta cha kumkuta. Mimi ni mke wake, nikawa nafanya kazi tukasaidiana kwenye majukumu mengine. Au ungeelewi hilo dokta? Uko sahihi, lakini kumbuka pia mumeo anakupa kila kitu unachotaka. Hivi basi yafaa tu ukae nyumbani, upumzike na relax. Haya bwana, ngoja mimi niwahi. Haya, bye. Sawa, nikutakie kazi njema. Haya, wewe pia. Haya. Nadhani unanielewa. Wale watu wanaotumiwa kwa kubeba madini yako ndio hao waliofariki. Hivi unaweza kuniambia kuna uhusiano gani kati ya watu waliofariki na madini yako? Hapana, sielewi. Yaani wanakufa kufaje? Ni hivyo vya kushangaza kidogo. Na sisi kama askari bado tunalifuatilia hilo. Tutakapokuhitaji kituoni kwa ajili ya mahojiano zaidi, unatakiwa kufika haraka. Sawa. Kuhusu hilo ndo washaka afande. Lakini naona mji umenishinda huu. Nafikiri nichukue begi yangu rudi nyumbani. Kwa sababu madini nimekosa. Na majanga atakaanza kunifuata hayo. Hautaki kuwa na wasiwasi. Unatakiwa kubaki hapa hapa mjini mpaka pale tutakapokamilisha ushahidi wote. Na utakapohitajika kituoni utatakiwa kufika. Sawa? Sawa afande. Niko bega kwa bega na nyinyi kila hatua. Kwa hiyo ndo washaka afande. I think biashara zinaenda sawa. Yes, biashara kabisa. Lakini kuna askari polisi alikuwa anauzia kitu. Sasa wewe unaniambia? Mimi sijamwambia chochote. Ila waliomba niwape ushirikiano pindi nitakapopata taarifa yoyote. Achana nao. Kwambia kitu mwanangu, kama utakuja tena hakikisha hutotoa ushirikiano wewe. Sawa? Okay. Ina maana kifo cha ndugu wangu shirikana kabisa. Hapana daktari, bado tunafanya uchunguzi. Maana sio kifo cha Suzu tu, hata mimi bado na maumivu makali sana kuhusu kifo cha Patrick. Ni kama vyombo vya usalama, na mpango gani na hili swali? Bado tunafanya uchunguzi, ila muda si mrefu tutakupatia mjibu. Afande naye, mimi niko tayari kulipiza kisasi kwa ajili ya mdogo wangu Suzi. Hapana daktari, hii sio kazi yako. Hii ni kazi ya maskari, kufuatilia na kukamata wahalifu wote. Kwa hiyo acha sheria ifanye kazi yake.
Yeah. Oh yeah. Kuna watu wanaromba ya kiasi haifai. Haifai. Wamevaa ngozi ya kondoo kumbe ndani chui. Wewe mke wangu. Mke wangu. Vipi mbona? Kwa hiyo mimba itaingia kwa Roho Mtakatifu, sio? Yaani upo tu. Tunaamka wote, tunalala wote. Unashindwa hata kidogo jamani. Ukisema hivyo unanikosea mke wangu. Kwa sababu naamini kabisa wakati tunalala na mimi ulikuwa unajua na askari polisi. Na nilikueleza kuhusu majukumu ya kazi yangu. Na ukaridhia kabisa kuwa na mimi. Tafadhali. Vumilia kidogo tu. Nishachoshwa nayo maneno yako, maana kila siku nipe muda nitakupatia wewe mtoto, nipe muda ampate. Usichanganye mimi. Sasa hii maana yake ni mke wangu. Wewe Tafadhali. Naomba usisubutu kuniita tena. Itikisa askari. Wewe sema tu kama nguvu wewe tujue. Yeah. Oh yeah. Kuna watu wanaromba ya kiasi haifai. Haifai. Wamevaa ngozi ya kondoo kumbe ndani chui. Hii ni mission 11 mission 11. Hii ni mission 11 mission 11.